Point namba 7. Kibali cha Bwana huondoa hofu na kukataliwa. Kibali cha Bwana huondoa hofu na kukataliwa. Mtu aliyejaa kibali cha Bwana hana mashaka wala hofu, na wala huyu mtu hawezi kataliwa. Ukiona watu wanakukataa, kila mtu anakukataa, jiulize mara mbili, kibali cha Bwana kiko kwangu? Haiwezekani watu wakukatae wote. Ninajua wapo watakao kukataa, hata Yesu alikataliwa, lakini hakukataliwa na watu wote. Waliomkataa ni wachache kuliko waliomkubali. Unaniuliza umejuaje kwamba ni wachache ambao waliomkataa? Angalia watu waliowalisha watu 5,000 wanaume. Hapa wapo wanawake. Kila mahali watu walikuwa wanamkimbilia wakimfuata. Sasa kwa hata wewe hauwezi kuniambia watu wote wakatae. Kila mahali ukienda ukataliwe, ujue kibali cha Bwana hakipo juu yako. Kwa hiyo mtu aliye na kibali cha Bwana lazima kile kibali kinaondoa hofu kwanza. Yale mashaka, wasiwasi. Unakuta mtu anakaa mahali kwa kutokujiamini, hajiamini. Hana uhakika na kila anachokifanya, ana wasiwasi. Kila anachotaka kufanya ana mashaka kila wakati. Kwa sababu hana kibali cha Bwana. Hakuna kibali cha Bwana juu yake. Unakuta mtu kila akienda ndugu wamemkataa, marafiki wanamkataa, akienda huko anakataliwa. Muda mwingine anasema ana roho ya kukataliwa. Hakuna cha roho ya kukataliwa. Hana kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana kiwa juu yake, hakuna cha roho ya kukataliwa wala cha mjukuu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayupo. Hakipo kama kitu hauwezi kuniambia kwamba Mungu akupe kibali alafu watu wakatae. Kitu ambacho hakipo. Never happen and it will never happen. Kwa hiyo kinaondoa kukataliwa wala hofu. Kibali cha Mungu huleta uhakika hata unapokutana na mazingira ya kukataliwa, lakini unakuwa na uhakika wa kile unachokifanya. Hauteteleshwi. Kuna mazingira kweli utakataliwa. Kuna mazingira utakataliwa na kibali cha Bwana, lakini ni kwa muda. Na Mungu atakufunulia kwa nini unapitia hayo. Lazima atakujulisha kama una kibali chake. Lakini kama huna kibali chake, hautajua hata nini kinaendelea. Utakuta unachoka, unakata tamaa, una hofu, una mashaka, hujiamini, kulikana watu una wasiwasi, una mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha. Namba 8 na mwisho. Kibali cha Bwana hubadilisha hadhi ya mtu kwa ghafla. Hii point inaweza kaendana kidogo na heshima, hutoa heshima na fursa. Kibali cha Bwana kikija kwako kinabadilisha hadhi yako kwa ghafla. Utaenda kumsoma Ruthu. Ukienda kusoma kitabu cha Ruthu sura ya 2 mstari wa 10, utakuja kumwona binti yule ambaye alikuwa ni mkwe wake na Naomi. Alikuwa ameolewa na mtoto wa Naomi, ambapo amefika mahali sasa yule mtoto wa Naomi ambaye amemuoa Ruthu amefariki. Imefika mahali sasa Naomi anasema, Naomi na yeye mume wake alishafariki. Naomi anasema ngoja niende kwa ndugu yangu Boaz kule. Niende kwa ndugu yangu wapi? Kwa Boaz. Na yule mtoto au mkwe wake akamwambia nenda kwa wazazi wako, kwa sababu mimi sasa hivi sina watoto watakao kuoa. Nenda nyumbani kwa wazazi wako ukatulie, na mimi narudi nyumbani kwangu nikatulie, narudi kwa ndugu zangu. Lusu alichokisema, mama hapana, utakako kwenda na mimi nitakaoenda huko. Litakalo kukuta na ndilo litakalo nikuta na mimi, hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lusu amefika katika familia ya Boaz. Yule binti kaanza kufanya vitu kadhaa, mambo ya kadhaa. Kwanza alipofika tu kafikia shambani, kaanza majukumu, Mungu akampa kibali. Akapata kibali kwa Mungu na akapata kibali kwa Boaz. Na mpaka tunakuja kuona anakuja kuolewa na mtu mashuhuri, Boaz mwenyewe, kwa sababu ya kibali alichokuwa nacho. Sio kwamba Boaz hakuona mabinti wengi katika mji ule, walikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kibali ambacho alikipata, aliweza kupata hiyo fursa. Aliweza kubadilishiwa hadhi ya kuonekana ni mjane. Ikageuzwa sio mjane tena.
Kwa ni vitu ambavyo au ni kazi ya kibali cha Bwana inaweza ikafanya kama namna tulivyoona. Sasa hitimisho, ninaweza nikasema kwamba kibali ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Kibali ni muhimu sana kwa maisha yako, kwa maisha yangu. Kibali cha Bwana ni muhimu sana katika kila namba unapita. Kibali cha Bwana ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Nataka nikwambie kibali cha Bwana ni muhimu sana. Katika maisha yako, katika kila eneo, tambua ya kwamba kibali cha Bwana is so important. Bila kibali unaweza kuwa na bidii kubwa, unaweza ukatumia nguvu kubwa kufanya vitu, lakini usipate matokeo. Kuna watu wangapi ambao wanafanya vitu vikubwa, wanatenda mambo makubwa, wanabidii, hawalali muda mwingine, lakini hakuna matokeo ambayo wanayaona katika maisha yao. Hakuna faida ambayo wanaipata katika maisha yao kwa sababu wamekosa kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuwa na bidii kubwa sana ya kufanya vitu mbalimbali, lakini usiwe na matokeo. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na kibali cha Bwana, hata juhudi yako inaweza ikawa ni kidogo sana, lakini matokeo utayaona. Matokeo utayaona. Nimewahi kuwatolea ushuhuda, mimi nasoma, niko chuo. Unaweza kashangaa watu wengine unaona wanasoma kwa bidii, lakini muda huo wewe hata utumii nguvu kusoma, lakini ukija unafanya mtihani, matokeo yakija umemzidi ufaulu. Alafu unaanza kujiuliza, huyu si alikuwa anasoma sana, muda mwingine anabaki chuoni. Sina maana kwamba sisomi au hatutakiwi kusoma sisi ambao tuna kibali cha Bwana, au unapopata kibali cha Bwana usisome. No, sina maana kwamba usitumie bidii. Lakini bidii yako itakuwa na matokeo ukiwa na kibali cha Bwana. Kwa sababu vile vile Mungu ametuagiza tuwe na bidii. Katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1, ikiwa utakapoisikia sauti ya Bwana wako, kwa bidii kutunza kuyafanya yale ambayo nakuagiza, mimi Mungu wa mbinguni ndipo nitakapokutukuza juu ya mataifa yote. Neno la Mungu linatuagiza kwamba tumtafute Mungu wa bidii. Hata Mithali 8:17, napenda wale nipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Ni kweli Mungu ametuagiza tumtafute kwa bidii, tufanye kwa bidii, lakini bidii zetu hazitakuwa bure. Bidii zetu ambazo tutatumia lazima zitakuwa na matokeo. Lakini wewe angalia unavyopambana, unavyohangaika, bidii unavyopambana, ulali usiku, unahangaika hivi, lakini hakuna matokeo unayaona. Hakuna faida unayoona, iwe kwenye familia, kwenye ndoa, mambo ndio yanazidi kuharibika. Seek favor of God. Tafuta kibali cha Bwana. Hilo ndio hitimisho langu la somo langu kwa wiki hili. Tuna kila sababu ya kusogea mbele za Bwana kwa dakika ambazo zimebaki. Mimi sijui namna gani una struggle kufanya mambo kadha wa kadha. Sielewi namna gani una struggle kutenda vitu vikuu. Unapambana. Mimi sijui. Mimi najijua na naelewa, na Mungu ndiye anayefahamu. Na wewe unajielewa na Mungu ndiye anayekujua. Ndio maana ameleta ujumbe kwako. Kwa hiyo tuna sababu ya kusogea mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana sasa bila kupoteza muda. Mungu ndiye mwaminifu, ninakushukuru Jehova Shama kwa kuwa ni mwema. Asante Baba kwa nafasi na neema ambayo umetujalia watoto wako. Tumeweza kujifunza maneno yako mazuri haya Bwana, ni kwa mkono wako, ni kwa nguvu zako. Tunakutukuza Jehova, ile tunakuinua watoto wako. Tukisema asante Bwana kwa wema wako. Tukisema asante Jehova kwa fadhili zako. Kwa kuwa Mungu hata sasa Bwana umetusaidia. Hata sasa Jehova ile Mungu umekuwa pamoja na sisi. Baba umekuwa pamoja na sisi Mfalme. Tunakushukuru Jehova Shama, tunakutukuza Baba kwa wema wako na fadhili zako. Kwa wema wako na fadhili zako. Mungu ndiye mwaminifu, tunakutukuza wanao kwa kuwa umetufundisha haya. Umesema nasi watoto wako. Tunasema asante Jehova ile Mungu le hai. Kwa kuwa Bwana una makusudi mema katikati yetu. Una makusudi mema katika maisha yetu. Una makusudi mema upande wetu. Baba tunakutukuza. Wewe Jehova ile tunakutukuza wanao. Tunakutukuza watoto wako Jehova ile. Baba tunasema asante Jehova. Tunasema asante Mfalme wa vyote.